Malaria ni ugonjwa mbaya ambao huenezwa unapoumwa na mbu aliyeambukizwa na vimelea vidogo. Mtu anapoumwa na mbu huingiza vimelea vya malaria kwenye damu yako. Malaria husababishwa na vimelea, si virusi au aina ya bakteria. Ugonjwa huo ni nadra katika nchi za ukanda wa baridi na takriban kesi za wagonjwa wa malaria zaidi ya 2000 kwa mwaka hujitokeza. Ikiwa unasafiri hadi eneo ambalo malaria ni nadra ama malaria ni ya kawaida, zungumza na mtoa huduma wako wa afya kuhusu njia unazoweza kuzuia kuambukizwa malaria. Watu ambao wameambukizwa na kusafiri kwenda maeneo ya ukanda wa baridi au maeneo ambayo nadra kuwepo ugonjwa wa malaria wanaweza kueneza ugonjwa huo ikiwa mbu atawauma na kisha kumuuma mtu mwingine. Malaria ni kawaida katika maeneo ya tropiki ambapo kuna joto na unyevunyevu. Mnamo mwaka 2020 kulikuwa na visa milioni 41 vilivyoripotiwa na ugonjwa wa malaria ulimwenguni kote, na vifo 627,027 viliripotiwa na malaria. Wengi wa kesi hizi hutokea Afrika na kusini mwa Asia. Mtu yoyote anaweza kupata malaria, lakini watu wanaoishi barani Afrika wana hatari kubwa ya kuambukizwa kuliko wengine. Watoto wadogo, wazee na wale ambao wajawazito wana hatari kubwa ya kufa kutokana na malaria. Watu wanaoishi katika umasikini na ambao wanakosa huduma za afya wana uwezekano mkubwa wa kuwa na matatizo kutokana na ugonjwa wa malaria. Zaidi ya 90% ya vifo vya malaria hutokea barani Afrika na karibu watu wote wanaokufa ni watoto wadogo. Zaidi ya 80% ya vifo vya malaria katika eneo hilo mwaka 2020 vilihusisha watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Lakini kuna dalili mbalimbali za ugonjwa wa malaria ambazo humuonyesha mgonjwa huyo kuwa ana malaria. Kuna aina mbalimbali za dalili ambazo humuonyesha mgonjwa ambaye tayari ameambukizwa malaria, kama vile homa na jasho, baridi zinazotikisa mwili wako wote, maumivu ya kichwa na misuli ama kupata uchovu, maumivu ya kifua, matatizo ya kupumua na kikohozi, kuhara, kichefuchefu na kutapika. Kadri malaria inavyozidi kuwa mbaya, inaweza kusababisha upungufu wa damu na homa ya manjano. Aina kali za malaria ambayo inaweza kuendelea hadi kukosa ufahamu inajulikana kama malaria ya ubongo. Aina hii inawakilisha takriban 15% ya vifo vya watoto na karibu 20% ya vifo vya watu wazima. Dalili za malaria kwa kawaida huonekana siku 10 hadi mwezi mmoja baada ya mtu kuambukizwa. Kulingana na aina ya vimelea, dalili zinaweza kuwa nyepesi. Watu wengine hawajisikii wagonjwa hadi mwaka baada ya kuumwa mbu. Wakati mwingine vimelea vinaweza kuishi katika mwili kwa miaka kadhaa bila kusababisha dalili. Baadhi ya aina ya malaria kulingana na aina ya vimelea zinaweza kutokea tena. Vimelea havifanyi kazi katika ini lako na kisha kutolewa kwenye mkondo wako wa damu baada ya miaka. Dalili huanza tena wakati vimelea huanza kuzunguka. Mtoa huduma wako atachukua sampuli ya damu yako na kuituma kwenye maabara ili kuona kama una vimelea vya malaria. Kipimo cha damu kitawaambia watoa huduma wako kama una malaria na pia kitatambua aina ya vimelea vinavyosababisha dalili zako. Dawa za kuzuia malaria ni kama vile dawa za artemisinin, tiba bora ya malaria Plasmodium falciparum ikiwa inapatikana, lakini dawa zingine zinaweza kutibu malaria kama dawa zingine za mitishamba. Ni muhimu kuanza kutibu malaria haraka iwezekanavyo. Mtoa huduma wako atakuandikia dawa za kuua vimelea vya malaria. Baadhi ya vimelea hustahimili dawa za malaria. Dawa za malaria zinaweza kusababisha madhara. Hakikisha kumwambia mtoa huduma wako kuhusu dawa nyingine unazotumia, kwa kuwa dawa za malaria zinaweza kuingiliana. Athari mbaya zinaweza pia kujumuisha. Ikiwa dawa hizo hazitaweza kutibu malaria, inaweza kusababisha matatizo makubwa ya afya kama vile kifafa, uharibifu wa ubongo, kupumua kwa shida, kushindwa kwa viungo na mwisho kusababisha kifo. Cha kutukumbusha, tuweke mazingira yetu safi na salama ili kuepukana na ugonjwa wa malaria. Msimulizi wako wa makala hii ya malaria naitwa Ali Salum.